nadhani kuhusu kazi mimi na wewe tumeshamalizana. Kama utaendelea na huyo demu wako, ni nyie kwa sababu mimi sina shida tena. Sawa. Na kwa mimi. Kutoka makao makuu ya PMbet paka hapa Kigamboni, Dar es Salaam, ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa kashinda yeye, lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza 7 Fruit, hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu pmbet.co.tz. Sindi, Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapa umepajuaje? Na umefuata nini usiku huu Amani? Sindi, mimi nataka nijue kitu kimoja. Kwa nini simu yako haipatikani? Kwa sababu tangu tumekutana pale jana, tumeongea nimerudi nyumbani na kupigia simu haipatikani. Shida nini? Achana na mimi kutokupatikana. Nipatikane nisipatikane haikuhusu. Ninachotaka kujua, aliyekuelekeza nani na umekuja kufanya nini hapa? Sindi, mimi na wewe tugombani. Nakuomba hapo ulipo, Sindi, funga mlango wako, tuambatane mimi na wewe moja kwa moja mpaka nyumbani. Kuna jambo la msingi sana Sindi ambalo inatakiwa mimi na wewe tukazungumza nyumbani Sindi. Tafadhali funga mlango wako tuondoke. Hivyo una kichaa Wewe unautindia ubongo? Kwa Sindi mimi nitoke hapa naenda nyumbani kwako eti kuna dharura sijui nataka nikaongee na wewe. Labda nikwambie kitu. Kama una jambo labda ambalo unaweza kukusikiliza au kukusaidia kibinadamu, ongea hapo ulipo. Sina huo muda mchafu mimi. Sindi, hii sio sehemu rasmi sana ya kuweza kuongea maneno kama haya. Na ikitegemea kwamba hii ni dharura ya muhimu sana Sindi. Hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kanisaidia zaidi yako. Na unajua kabisa kwamba Sindi wewe ndio mwenyeji kule nyumbani. Kwa hiyo nakuomba twende mara moja. Na kama swala kukurudisha Sindi, mimi nitakurudisha. Hivi unahisi sikujui? Yaani unahisi kwamba mimi na ugeni na wewe? Yaani sasa hivi vimekukamata. Vimekushika sasa. Umeona kabisa huko kuna mtu. Sindi yupo. My dear. Sina huo muda mchafu. Umenielewa? Na kingine nishakwambia mimi na wewe tumemalizana. Na nilikwambia kabisa Amani, utamuona Sindi mwingine ambaye haumjui. Kwa nikwambie, sitaki mazoea. Na hapa marufuku kufika. Ukome. Hapana Sindi. Hebu usinifanyie hivyo bwana. Kwani mimi na Sindi ni maadui? Sindi, kumbuka kwamba mimi ni binadamu pia. Utakiwa kunifanyia hivi. Unajua Sindi, hicho ambacho unanifanyia hata Mwenyezi Mungu naye pia hapendi. Alafu kukumbuka kwamba mimi ni binadamu pia. Unajua binadamu mwenzio anapokuwa na shida, basi wakati mwingine ajaribu pia kumsaidia. Na kama unaona sasa hivi kama ni usiku sana, basi niruhusu niingie ndani tukazungumzie ndani. We. Uingie wapi? Amani nitakuitia mwizi. Amani utapigwa kipigo ambacho sitakuonea huruma na mimi nitachangia kukupiga. Tena ondoka. Ondoka nenda kwako. Au lala hapo. Takataka. Sindi. Hebu msikize basi mwenzio Sindi. Mungu apende hivi bwana. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea. Maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia tofauti na mama alivyonilea. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani. Natembea ingali
kufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani kwa mbawa zangu. Kama tunaweza kuishi kwa amani tuishi, kama unahisi kuna chochote ambacho kingine unachoweza kufanya, you can do. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia, wajuaji na wapumbavu wamo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia, wasindikizaji wapambanaji wamo. Yeah, hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo, kurudio mnachelewa. Sawa babangu, sijakataa. Nimekuelewa vizuri tu. Lakini sasa taarifa kama hizo tunapeana mapema. Unavyoniambia ghafla ghafla unategemea mimi nifanye nini? Hiyo hela ya kuongezea mimi natoa wapi sasa hivi? Ungeniambia basi miezi miwili kabla. Sasa hivi unavyoniambia eti kodi imepanda, sasa hivi 100,000 ya kuongezea mimi natoa wapi? Na ndio maana mimi waga na kulipa mapema kabisa. Kwa sasa hivi unavyoniletea habari za kulipa 250,000. 250,000 mimi natoa wapi? Yaani kutoka basi angalau ungeongeza hata 10,000, 20,000, kutoka 150,000 nianze kulipa 250,000. Baba, sasa hivi hali ni mbaya. Kutoa vitu sio shida. Mimi nitakuja nitatoa vitu vyangu. Wala sio shida kabisa. Lakini ujue kitu. Halo? Mambo shogangu. Wakati sina kusalimia. Hebu bwana achana na hizo salamu. Kwa sasa hivi hazinisaidii chochote. Hivi na nyinyi wenzangu wenye nyumba yenu mnaishi nao hivi. Yaani mtu anaamka tu asubuhi na mudi zake anakupandishia kodi. Ukimuuliza sababu hana sababu ya msingi. Mama anarekebisha wapi? Mimi 100,000 nzima ya kuongezea naitoa wapi? Yaani kutoka 150,000 mpaka 250,000 mimi natoa wapi sasa hivi? Hali yangu kama unavyoiona shogangu, saluni wateja hamna. Mimi natoa wapi hiyo hela? Basi mara 10 labda ningekuwa mgeni. Lakini nimekaa pale miaka 2. Yule baba sijawahi kumzungusha kodi, sijawahi kumdhulumu, na tulikubaliana kabisa hapa katikati niongeze miezi mingine 3. Leo kabadilika. Eti hataki kama siwezi nihame. Kabisa tena ananitishia. Njoo utoe vitu vyako uondoke, mimi nataka nyumba yangu, vinginevyo waongeze kodi. Natoa wapi shogangu? Hivi ni haki kweli? Hata kama mtu basi nyumba ni ya kwako, watu tunapeana notice mwezi. Saizi. Salama, shikamoo. Marhaba. Naona jana nimekupigia sana simu binti, simu yangu upokei. Yaani hadi leo nimeona bora nije hapa ofisini kwako. Ila tuachane na hilo. Tunaleta jambo moja tu. Nahitaji kufanya marekebisho katika fremu yangu. Kwa hiyo marekebisho hayo yataendana na mabadiliko ya kodi. Naomba unisikilize vizuri binti. Yataendana na mabadiliko ya kodi. Kwa hiyo haitakuwa 50,000 tena. Kuanzia sasa itakuwa 100,000. Hivi unajua wewe mama unanivuruga Yaani unatoka huko ulikotoka unaniletea habari za marekebisho. Mimi marekebisho ya nini? Ya kazi gani? Yaani marekebisho mimi yanisaidie nini? Yaani kwa biashara ipi, kwa kazi gani ninayofanya ninayoingiza mimi mpaka nilipe kodi mara 2? Wewe mwenyewe shahidi, nina wiki nzima nipo mwenyewe hapa na sota, na nilikwambia sio kwamba sijakwambia. Leo unaniambia eti nilipe 100,000, unataka kufanya marekebisho. Mimi nilikwambia nataka kurekebishiwa hapa. Huyu mama mbona tunataka kuvurugana asubuhi yote hii? Alafu binti usinipande kichwani. Huo mdomo wako huo utakuponza. Ninachokuambia mimi nishaamua, mimi ndio mwenye frame. Na mimi ndio nilioamua kwamba nitarekebisha frame yangu. Kwa hiyo sihitaji kusikia chochote. Tarehe 10 nitakapokuja hapa, nahitaji hela au nahitaji funguo yangu. Ukitaka utakaa na ukishinda utaondoka. Sawa mama, hata kama frame ni yako, sijui unanielewa. Na mimi nina haki kama mpangaji. Sio unakuja tu na nikurupushe eti niondoke nihame. Kama unataka niondoke basi nipe muda. Yaani mimi sasa hivi naondoka naenda wapi? Kufanya nini yani? Natoa wapi kodi mpya ya kwanza kupanga frame nyingine? Wewe mama mbona unataka kunichanganya? Huko ni kukomoana. Sijui yaani wewe unataka tukomoane. Tena usinichanganye. Mimi mwenyewe nimevurugwa vile vile. Vipi? Pole shoga yangu. Wewe nawe pole nini? Unanipa pole nimekwambia mimi nimefiwa. Kwanza wewe umefuata nini hapa? Unajua nyenye ndio wachai wenyewe kanafiki.
kutoa nini kule? Umekuja kufanya nini kwenye ofisi yangu? Au ndo umetumwa na wachawi wenzio? Mimi tena shoga yangu. Wewe ndio. Wewe si ndio ulitoka ukaenda kwa mama P kule? Haya leo kimekurudisha nini? Kama sio uchawi tu na unafiki. Yaani ungejua kilichonileta shoga yangu, hata usingeniambia hivyo. Jamani, ungenisikiza kwanza. Haya, sawa, mimi sinaga hasira. Unajua kinachoendelea mtaani? Unakijua? Shoga yangu pole. Unapotea. Yaani shoga yangu unazimwa. Mama pia ana mpango wa kuteka mtaa wote huu shoga yangu. Flame zote zinakuwa zake. Ila kwa kuwa mimi nakupenda shoga yangu, nikikuletea umbea sikosi hizo 2,000 za kula. Nikasema hata usinitanie. Umbea lazima nikuletee. Uko kwa mama P nikimpa umbea hata 100 nipi shoga yangu. Na japo ana miela. Ila habari iko hivi. Unamkumbuka yule kaka siku ile aliyekuja hapa, yule mrefu mweusi yule? Alivyokuja ukatuambia tutoke nje onge naye. Namkumbuka vizuri yule kaka? Yule pale yule. Ndio anampa jeuli mama P. Dunia. Huku tena. Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Sasa mimi leo naweka cha kwangu. Ino dunia. Si unanielewa shoga yangu? Si ndo bwana yake? Ila ndiye anayemsponsor. Hebu subiri kwanza. Wewe habari hizo umepata wapi? Mimi tena. Shoga yangu ananyima gereza kula tu. Lakini sio maneno. Shoga yangu maneno anapata kwa wakati. Tena yenye uhakika. Si unanielewa? Alafu subiri. Yule kaka vipi? Anatagombea ubunge? Au diwani? Maana soko hiyo miela shoga yangu anaimwaga. Yaani anaimwaga hatari. Anampa mapije uli. Afu kitu kingine. Mapi uko juu anafungwa bonge ya msaluni. Haije kutokea. Mtaa pili. Kingine. Afu nitaka nisahau. Umeona mwenye nyumba yako. Bana huyu mwenye flame alitoka hapa. Jana tulikuwa kule, grocery pale karibu na kwa Mapi pale jirani. Shogangu tumekunywa bia na yule mama alikuwepo. Na hisi kabisa moja kwa moja, maana alikuwa anaongea na Mapi na hisi ndio chanzo cha kuja kukuambia uhame. Anataka kuchukua kote huku. Habari zote shogangu jana alikuwa anaongea naye. Kwa hiyo shogangu nitafute. Mambo yashakuwa mazito. Dada vitako kubwa. Dada tena ujipange. Dada jitafute. Shogangu mimi ndo hayo tu. Nimepata umbea nimekuletea kama kawaida yangu. Shogangu basi fanya basi mpango wa 2,000 shogangu nikale. Wewe Kathe. Mimi sinaongea na wewe. Kathe. Ndo wale. Na ushoka kama Mapi. Umbe yangu mnautaka ila ila zenu wachokani. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa moyo. Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifanyisha. Mbona kama unataka kuniacha hivi? Nakuacha kwa sababu unajua toka asubuhi pikipiki ifanye kazi. Nadhani ni muda wa kazi. Kwa hiyo tukiwa nikafanye kazi ili niweze kupata chochote. Unajua sisi bodaboda kazi zetu ni ngumu. Lazima uende kijiweni, uzunguke huku na kule uweze kupata chochote. Kwa hiyo acha niondoke nikazunguke nipate chochote leo. Jamani kavumba. Sawa, lakini kwa hiyo
Ina maana hapa nisingestuka, nisingejua kama umeondoka. Kabisa ulikuwa uko radhi kuondoka bila hata kuniaga. Niliona hakuna haja ya kukuamsha wala kukuaga kwa sababu niliona tayari umeshachoka. Sawa, na chumba tumeshalipia, bado tuna uhuru nacho na muda bado hujaisha. Kwa hiyo nikaona kwamba lala, utakaposhtuka basi utaamka, utaelekea nyumbani, mambo mengine yatafuata. Basi sawa. Ila mimi na maongezi nawe kidogo. Asante sana. Yaani asante kwa kila kitu cha leo. Yaani Kavumba, mimi kwenye maisha yangu sijawahi kupata mwanaume ambaye nampenda ghafla kama wewe. Nakupenda sana. Pia naomba na wewe unipende kama mimi ninavyokupenda wewe. Yaani mimi niko radhi kuja kuitwa mama baadaye, alafu nawe kuja kuitwa baba. Na maanisha mke na mume. Nakupenda sana, sana. Hivyo basi, naomba upokee moyo wangu kama mimi nilivyopokea moyo wako. Nakupenda. Hata hivyo, naomba usije ukaniumiza. Mimi mwezi mapenzi siyawezi. Ndio maana hata nilitaka nikukatalie, lakini umenishawishi nimekukubalia. Naomba na unipende. Nakupenda Kavumba. Sawa, mimi nimekuelewa vizuri. Ila muda sina. Nataka nikapige kazi mpaka saa hizi. Mambo ya mapenzi kwa sababu tutashajuana, kila kitu kimeshakuwa sawa mimi na wewe, yataendelea baadaye. Ila saa hizi acha nikazungushe kwanza. Baadaye. Wewe. Sasa mbona una haraka hivyo jamani? Mbona kipindi ambacho tunaingia ndani kuwa na haraka kiasi hicho? Au sasa hivi kwa sababu umeshaona mwili wangu ndo unakuwa na haraka namna hiyo? Sikiliza basi. Unajua muda. Yaani muda sio rafiki kabisa. Sasa hivi andikiwa nikafanye kazi. Hao mwingine tutaongea. Sasa unaniachaje? Na kuachaje? Yaani unamaanisha nini? Mimi sina hela. Kwani unanidai? Kuna pesa yote unanidai? Labda unikumbushe, wenda unanidai afu nimesahau nijiminyimine namna ya kuweza kukulipa. Mimi ninavyojua mimi tumeshamalizana. Mbona sikuelewi? Taratibu, utanielewa. Unakumbuka siku ya kwanza nimekupa shilingi ngapi? 20,000. Kumbuka vizuri, sio 20,000. 25,000. Sio 25,000. Ni 26,000. We kaka. Usiniambie ile pale 1,000 kwangu nimeiangusha. Hivi unadhani nani anaweza kadondosha hela kwa usawa huu? Pesa ilivyokuwa ngumu. Ile 1,000 ilikuwa ni ya kwangu. Maana yake nilikupa ikawa kama mtego. Sawa? Ulivyoingia kwenye 18 nikakutoanga 10,000. Hapa na hapa tena ukaomba 10,000 nikakupa 10,000 tena. Ikawa 20,000. Na ile 1,000 21,000 nikakuuliza umekunywa chai? Ukasema bado, nikakupa 5,000 kanue supu. Ikawa 26,000. Hiyo ni siku ya kwanza. Lakini nikakwambia kesho yake njoo kijiweni, ukaja mapema asubuhi. Ukasema una njaa hujala. Mama, ukanunua supu ya 1,500 nikalipa. Na chapati 2 kwa shilingi 2,000, jumla 28,000. Lakini mchana tena ukarudi pale pale kijiweni, ukahitaji pilau. Nikakwambia kula 1,000 hizo 2,000. Bahati nzuri mama ntilia alikuwa na maji fulani hivi ya bomba. Haukutumia bajeti ya maji. Ukala kuondoka ikawa shilingi 30,000. Sijui unanielewa vizuri. Lakini leo sasa katika swala la kupumzika kwenye mambo yetu, nikakushauri kwa sababu nilikuwa nakuonea huruma. Twende kwenye guest za shilingi 5,500. Kwa sababu hela yako nilikuwa naangalia kabisa itatumika sana. Ila wewe ukataka vitu vya matawi ya juu, sijui guest za high class, sijui vitanda vizuri, shuka nzuri, tumekuja. Shilingi 15,000. Jumlisha ile 30,000 inakuwa shilingi 45,000. Nilikwambia kabisa, pale kwenu kuna guest karibu ni kwa mguu tu chapu.
Ila tulipokuja huku budget ya pikipiki, japo nimekuleta mimi, nimekufuata nikakuleta mimi, ule umbali distance ya nani pale, nika request nikaangalia pale bei ni shilingi 4,000. 45 kujumlisha 4,000 ni 49. Njiani sasa ukataka energy ya 500. Ikawa 49 na 500. Hiyo ni budget ambayo talipo kwako. Katika 50,000 bado 500. Kwa dhamana ambayo nimekabidhiwa na PMBet, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na mshindi wetu. Asante sana dada. Tunashukuru sana PMBet kwa kuonyesha uaminifu mkubwa namna hii. Endelea kubashiri kwa sababu magari bado yapo mengi. Website ni ile ile, ni www.pmbet.co.tz. Sasa mama, hii ndo change. Katika bajeti yangu yote shilingi 50,000, umetumia 49 na 500 bado 500. Kweli nitaka kuzurumu haki yako. Hii ndo 500 yako change mama. Nisamehe. Asante. Ila samahani, sijakwambia mapema. Mimi huwa nakaa utaratibu kangu. Huwa nikimtaka mwanamke, huwa namtengea budget ya shilingi 50,000. Sasa akijifanya mwanamke nunda, ananichuna kwa maanisha kwamba ananikomoa. Anajikomoa mwenyewe. Ila kama akiwa na huruma sasa, ananichuna taratibu mpaka siku nampata, huenda atabakiwa hata na change kidogo katika bajeti yangu 50,000. Ila ushukuru Mungu mama, hiyo 500 iliyobakia ni change kubwa sana. Wengine huwa hawapati hata change. Siku njema. Lakini sasa wewe Kavumba, shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Vipi Shem? Unajua simu yako imenishtua sana ulivyoniambia kwamba nikuelekeze uje hapa nyumbani. Lakini pia kinachozidi kunishangaza ni kwamba karibia dakika 10 sasa hivi uko kimya. Vipi, kuna tatizo? Jordan, unakumbuka hivi kipindi cha nyuma uliniambia kwamba unanitaka? Nimekubali. Mwacha masiara, unaleta hadithi gani hizo sasa? Niambie kuna tatizo gani huko nyumbani? Jordan, nimekubali. Shem bwana, unajua nataka kutoka sasa hivi. Embo acha masiara basi, ongea kile kilichokuleta. Kama kuna tatizo tulisolve. Acha basi hizo. Wewe ulinifuata nyumbani ukaniambia kwamba unanipenda, unanitaka. Nimejiridhisha na wewe. Yeah. Nimekubali. Shem bwana, au umekuja na mwamba, nimekuja kunipima imani, maana yenyewe michezo yenu hiyo. Sikia nikwambie Shem. Mtu ni kwenye pointi. Sawa. Kuna tatizo gani? Na kuona hauko sawa kabisa yani. Kama ni swala hilo, lilikuwa ni joking tu. Mimi tulipanga na mshikaji hivyo, na yote alikuwa anafanya hivyo kwa sababu alikuwa anahitaji ajue kwamba unampenda au vipi, ndio maana akanituma mimi niweze kufanya hivyo. Lakini kiukweli mimi sikuwa na wazo hilo kabisa, kwa sababu unajua kabisa kama nakuheshimu sana. Kwa hiyo embo acha hizo. Tuongee kuna kitu gani ambacho kimetokea ile tujue tunasolve vipi ile. Wewe nikwambia mimi siko sawa. Mimi niko sawa, najielewa. Ninachokifanya nakijua. Sijui kama ilikuwa ni michezo, sijui kama ilikuwa plan. Jordan, niko tayari. Uliniambia unanipenda na mimi nakupenda pia. Tena nakupenda sana. Sikia Shem. Mimi naona hauko sawa leo. Tuende kwa mimi natoka sasa hivi, tuongozane uende nyumbani ukapate muda kidogo wa kupumzika. Ukiwa sawa tutapata kuongea vizuri. Sawa? Unahisi nakutania? Shemu ujue unazingua, ujue afu akili yangu mimi nikishaonaga hivyo vitu tu napagawa na changanyikio. Ujue mimi nitaipiga kweli ujue. Jordan, mimi nataka hivyo. Ipige. Hakikisha unaipiga mpaka inachanganyikio.
Unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue. Ukiwa na Ticha Zungu app, itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi na tena kilichonyooka mno. Hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema no English no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu. Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru baadaye. Hau mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, mana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaji na wapumbavu wa Mungu.